Hapa duniani tunaishi kwa makusudio makuu mawili. Makusudio ya kwanza ni ya muumbaji wako. Mungu aliyekuumba anapenda uishi maisha utakatifu, maisha yanayompendeza yeye, maisha ya kukimbia dhambi. Lakini makusudio ya pili yanatoka kwa yule mwovu Ibilisi. Shetani na yeye pia ana makusudio yake kwako wewe. Apendi uishi maisha utakatifu. Vile Mungu anavyopenda wewe uishi maisha yanayompendeza yeye, Shetani na yeye pia anapenda uishi maisha ambayo yatakayomfurahisha yeye, maisha ya dhambi, maisha ya usharati. Sasa kwako ni kujichunguza vile ambavyo bado unaendelea kuishi hapa chini ya jua kama vile mpitaji. Maana hapa duniani sio kwetu. Kwetu Biblia inasema kwamba wenyeji wetu sisi ni mbinguni. Na kwa vile sisi hapa duniani tuko wapitaji, unakaa hapa duniani kama vile mpitaji, unaishi kwa kujiangalia. Je, haya maisha ninayoyaishi, ninaishi kama vile Mungu anavyopenda mimi niishi maisha utakatifu, maisha ya kutokutenda dhambi, au naishi kama vile Shetani anavyopenda? Kwa sababu kama bado unaendelea kuishi maisha ya dhambi, jua ya kwamba Shetani amekuibia kitu kimoja ndani yako. Shetani anaitwa ni mwizi. Wakati ulipoumbwa, Mungu alikusudia uendelee kuishi maisha utakatifu. Sasa ukisoma kwenye kitabu cha Yohana, sura yake ni ya 10, mstari wake ni wa 10. Neno la Mungu linasema ya kwamba mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu, bali mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Shetani anaitwa ni mwizi. Wakati ulipokuwa na roho ya hofu ya kutokumtenda Mungu dhambi, Shetani akaja akakuibia, akakuachia ukawaida. Ndipo maana siku ya leo ujapolewa unaona kama vile ni kawaida. Unakuwa mlevi, unafanya maisha ya usharati, maisha ya ukahaba. Yaani kwako unaona ni kawaida. Ni kwa sababu gani? Tayari Shetani amekuibia nini? Amekuibia ule utu, ule utakatifu wa kusema kwamba nikifanya hivi ninamkosea Mungu. Shetani akaiba, anakuachia ukawaida. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Efeso, sura yake ni ya 5, mstari wake ni wa 18. Neno la Mungu linasema ya kwamba na tena msilewe kwa mvinyo bali mjazwe roho. Sasa kama wewe unalewa kwa mvinyo, jua ya kwamba Shetani amekuibia roho. Hauna na Roho Mtakatifu ndani yako, maana Roho Mtakatifu atakuongoza katika kutenda mema, katika maombi, katika kumwabudu Mungu, katika maisha utakatifu, Roho Mtakatifu. Lakini kama maisha yako ni ya ulevi, maisha ya usharati, maisha ya ukahaba, jua ya kwamba Shetani amekuibia zamu, amekuibia Roho Mtakatifu na kukuachia ukawaida. Sasa ukisoma kwenye kitabu cha Yoeli, sura yake ni ya 2, mstari wake ni wa 25. Mungu aliwaahidia wana wa Israeli kuwarudishia yale yote yaliyoliwa na nzige na madumadu, akawaambia atawarudishia. Kwako wewe siku ya leo ni kumwambia Bwana,